Oh yes, karibu ndani ya Anikana Show. Once more, I just want to welcome you my people. Kumbuka hii ni show ambayo inawafunulia mambo yote ambayo inafanyika chini ya jua. Ama namna gani? Yale ambayo yamejificha pale sisi tunayafichua pale. Na siku ya leo nataka kuambia kwamba kuna waka moto. Kuna waka moto mkali kabisa. Najua you people mnafahamu sana. Nyinyi watu mnafahamu sana huyu msichana. Sijui nitamuita msichana ama nitamuita mama, nitamuita shosho ama nitamuita namna gani, anayejulikana kama Wanja Nyarari. Kuna wakati alikuwa ametandika shokora ya Nairobi kofi pale. Na hapo ndio watu wengi walikuja kufahamu huyu Wanja Nyarari ni nani, na pia akafanya pia chokora wa Nairobi pia kukuwa famous, ndio? Na sasa hivi kuna udaku ingine ambayo imeweza kutokea pale. Na leo tumesema ya kwamba lazima tuweze kuanika hii udaku. Hatunyamazangi sisi. Kazi yetu ni kuingia, kuchambua, kujua chenye kinaendelea kwa ground, na tunakuja tunawaletea. Ama namna gani? Kwa sababu ni vizuri pia mkapate kukua kwa mwangaza pia, nyinyi msishinde kwa giza pale bila kujua yale mambo ambayo yanaendelea kwa ground. Kwa hivyo, kabla hatujaenda mbali, kabla hatujapiga hatua, na uko hapa wewe labda haujasubscribe kwa hii YouTube channel, kumbuka ni Anikana Show. Ni show ambayo inawafunulia mambo. So make sure before tufanye kitu ingine pale, before uendelee kupata huu udaku, before uendelee kupata information ambayo tuko nayo siku ya leo, make sure umeweza kusubscribe kwa hii YouTube channel, like, comment to this video if possible, then make sure you ring the notification bell. Sasa wacha tuingie ndani ya udaku ambao tuko nao, mtazamaji wetu na msikilizaji wetu wa Anikana Show. Kumbuka Wanja Nyarari ni mtu ambaye anafanya kazi, na tunajua vizuri sana huyu mtu ni agent wa mkubwa wa serikali. Tunajua vizuri sana kuna vile anacheza hapa katikati, na sasa ni vita ameanza kwa huyu Muthoni wa Kirumba ili aweze kumleta chini. Lakini mafans wa Muthoni wa Kirumba ni akina nani? Wanasema liwe liwalo, sisi hatuachilii Muthoni wa Kirumba. Nataka mfahamu ya kwamba Muthoni wa Kirumba ni dem, ni msichana, is a lady, wacha tu nimuite, she is a lady ambaye anafanya kazi pale Kameme TV. Ambaye ameaminiwa kazi pale Kameme TV. Na kando na kuaminiwa kazi pale Kameme TV, huyu Muthoni wa Kirumba ni mtu ambaye ako na audience kubwa zaidi, anafahamika kila mahali, na watu wanampenda sana kwa kazi mzuri ambaye anafanyanga pale Kameme TV, na pia huwa ana accommodate watu wengi na watu wote. Apart from that, pia huwa anakuanga mtu ambaye ako na roho safi ya kusaidia kabisa. And that's why popote ambapo anaenda, kila mtu anataka kusimama ajue who is this baby tops, who is this Muthoni wa Kirumba. Sasa kuko hivi, nataka tuingie tu kwa udaku ndani, nipate kuambia yale mambo ambayo yamefanya kukakuwa vita baina ya Wanja Nyarari na Baby Tops. Lakini Baby Tops nataka ufahamu ya kwamba hakuna mahali amezungumza. Yeye amenyamaza kimya, haongei hata kidogo. Na that is the best medicine to fight a fool. Sasa kuko hivi, Wanja Nyarari kuna ile post ambaye aliweza kupost. Na alipo post hii post, alipost akiweka direct iweze kufikia Baby Tops ama Muthoni wa Kirumba. Alipofanya hii shughuli, alikuwa anajua chenye kinaendelea, na ilikuwa ni njia moja ya kuonyesha vita baina yake na Muthoni wa Kirumba. Kuna hii post ambaye aliweza kupost pale akiwa anasema ya kwamba ati Muthoni wa Kirumba anatumia vijana vibaya kabisa kwa njia ambayo sio mzuri hata kidogo. Na ni vizuri pia hata mimi nikiwa hapa
nikapate kuwasomea vile hii post ilikuwa imeandikwa pale. Lakini nataka mjue ya kwamba pia hata kama alikuwa ameandika hii post hivi hata kama alikuwa ameandika hii post hivi, alirudi akafanya nini? Alirudi akaifuta. Na sijui aliweza kuifuta kwa sababu gani. Najua kuna sababu kubwa sana ambayo ilifanya akaweza kufuta nini? Akaweza kufuta hii post. Na hii post ilikuwa inasema ya kwamba, na ni Wanja Nyarari mwenyewe aliweza kuandika. Akasema, Dear Jezebel, you want to control your workplace. You have been controlling it for a long time. You controlled it through fear, through intimidation, through silence. You have blackmailed your own CEO for years, not leading through competence, but rolling through what you hold, what you hint, and what people fear you might release. That is not leadership. That is coercion. And I am glad people in your workplace have finally opened their eyes. They now agree. They now disregard you, and that is why you went to seek borrowed power outside office. Hayo ni maneno ambayo Wanja Nyarari aliandika pale kwenye Facebook kwa page yake pale, na hakuandika ikiwa target kwa mtu mwingine, aliandika ikiwa target kwa Muthoni wa Kirumba. Na ni ujumbe ambao ulileta mvurugano kabisa katika mtandao mzima pale baina yake na Muthoni wa Kirumba na pia fans wa Muthoni wa Kirumba. Na watu wengi ambao ni wafuasi wa Muthoni wa Kirumba wameweza kukashifu hili jambo. Wameweza kukashifu hili jambo na kusema ya kwamba huyu mwanamke si mwanamke mzuri hata kidogo. Anataka kuharibia mwingine kazi, na tunajua vizuri sana ametumwa. So kazi ambayo ako nayo hapa ni kutumwa, ametumwa, sio kitu ingine. Na kwa hivyo watu wameweza kukashifu sana hili jambo ambalo limeweza kufanya pale. Na pia kuna mambo mengi sana ambayo aliweza kuongea pale hivyo kwenye mitandao. Na hii yote ili aweze kumharibia Muthoni wa Kirumba kazi yake. Anasema ya kwamba sijui Muthoni wa Kirumba anaharibia vijana boma zao, which is very bad. Mbona mtu ambaye ulikuwa unaonekana ni kama unaheshimika pale unakuja kuharibu mara moja tu pale. Alafu guys, nataka mfahamu ya kwamba hii vita najua haijaanza saizi. Hii vita haijaanza saizi. Hii vita ilianza kitambo sana. Na najua mnakumbuka vizuri sana wakati Wanja Nyarari wakiwa na Bishop Ben walikuwa wameenda pale. Walikuwa wameenda majuu na walikuwa wameenda naye. Hii mambo yote ilianzia kule, na tuliona mpaka kina Githaiga Washai walianza kuingilia hii maneno. Na pia kuna information ambayo pia Githaiga Washai pia ameweza kuandika pale ambayo ilikuwa concerned na hii maneno ya Wanja Nyarari. Na kuna hii message ambayo aliweza kuandika pale kwenye Facebook pale. Githaiga Washai akaandika hiyo message. Wacha niwasomee hapa na pia mtakuwa mnaiona pale ya kwamba hello, atinakula saa kaboni. Sasa hata si heri hizo, na nyinyi mnakula sadaka ya wajinga. Mnakulana majuu mpaka mnakojolea bedsheet za wazungu. Alafu mnakuja kujililisha kwa kamera mkiongelesha washirika ndio kiondoo ijae. Ati wanakulana mpaka wanakojolea kwa bedsheet. Nakumbuka sio mtu mwingine ambaye alikuwa anaongelelewa hii maneno. Mwenye alikuwa anaongelelewa hii maneno ni Wanja Nyarari wakiwa na Bishop Ben, sio watu wengine. Alafu akaendelea kusema ya kwamba and our poor mothers fall for it. Msinianze, kuleni damu ya jinsi pore pore, na mkome kufuga wanyama wa kiajabu ajabu.
or at least tell your juniors akipatana hata na nyoka wasistaajabu na kupost online. Tiganai nani higaishi. Kumbuka kuna lizard ambayo iliweza kupatikana pale kwa ofisi ya JCM pale. Na hiyo lizard ni kubwa sio ilikuwa kubwa sana. Sasa hiyo imeweza kuraise maneno sana na viulizo nyingi sana ya kwamba inafanya nini pale. Mpaka watu wengi wanasema ya kwamba sasa hizo ndio zinafanya masacrifice huku. Hiyo ni ushetani, hiyo ni ushirikina ambayo umeweza kujifungia pale kwenye JCM. Watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana, wamekuwa kizungumzia mambo mengi zaidi pale. Pale tu bado Githaiga wa Shai anaendelea kusema ya kwamba mwaka haijafika quarter na mshaanza maparagraph. Daddy, I know you are angry. I know you are angry. You are not as influential as mom. Huyo ni nani anaambiwa? Ni Bishofu. Ni Bishofu anaambiwa kwamba wewe sio influential kama mom. Mom ni nani? Ni Baby Tops. Just come out and stop using your kahaba sister. Hey! Ati sasa kuja tu out clearly. Awache kutumia huyu kahaba sister ambaye tunamjua sisi wote. Ati people may not nyita but me and you does. Ama ni zile sifa za Rigiji zinakukula. Si uambie your boss akusifu pia na soprano yake. Sasa mna threaten nani na chai. Maito, ebu bring it on tuikunywe ala. Ama ni story za nyoka na viumbe za ajabu mnajaribu kufikiria na drama. Huyo ni Githaiga wa Shai. Kijana ambaye haogopi, kijana ambaye harudi nyuma ya kwamba anaongea kile ambacho kiko. Na kwa sababu Githaiga wa Shai anajua siri nyingi sana za Bishofu. Na kuna wakati hata alikuwa amekuja akasema ya kwamba alikuanga amenunuliwa pombe pale na Bishofu pale. Kwa hivyo tunajua kwamba akona siri nyingi ambazo ameweza kujifichia pale. Na wakati anazungumza mambo ingine, anaizungumza kwa sababu some of them ama nyingi zake anazifahamu ziko. Na kwa hivyo anasema ya kwamba hata wakifuga hizi vitu waambie majunia wao ya kwamba wasikuwa wanastuka mpaka wanapost hizo vitu online pale. Haka anakuja kusema ya kwamba ama ni hizi vitu za viumbe za ajabu. Manyoka na viumbe za ajabu anajaribu kufikiria pale. Ambazo zinapigwa picha, zinakuja zinaanikwa pale. Na kwa hivyo hii mambo imekuwa hivi na imeweza kuleta shida kabisa kwenye mitandao. Pale nataka mpata kujua kwamba hata wa Damaris Mobile Spares, Damaris ama Dama wa Mobile Spares, pia yeye aliweza kuzungumzia hili jambo la Wanjanyarari na Muthoni wa Kirumba aka Baby Top. Na akaweza kuandika huu ujumbe, akaweza kuweka pale kwenye page yake kwenye Facebook. Na akasema ya kwamba to our queen Muthoni aka Baby Top, this is 2026. If you dare look back at the 2025 nonsense, you will turn into salt. Ya kwamba hii ni 2026 na ukifanya tu mistake uangalia nyuma pale 2025, utabadilika ama utakuwa chumvi. Ukifanya mistake uangalia kwa ujinga ya 2025, you will turn into salt, utabadilika kukuwa chumvi. 2026 press ignore button. Hii 2026 bonyeza hicho kidufe cha kuignore. Ignore. Ignore kabisa. Muthoni, we are past this now. Haya yote tumeshayapita. We are past machai za matakataka. 2026 we won't stoop to this nonsense. Ati huu mwaka wa 2026 hatutaingia kwa hii maujinga ya machai ya takataka. Hapana. Huyo ni Dama wa Damaris ama Damaris wa Dama Mobile Spare.
ameweza kuside na Muthoni aka Baby Top na kusema ya kwamba hizi matakataka za machai hatukunywi na hatuchukui hata kidogo, na akamwambia kwamba saa hizi ni kufocus into this year 2026. Mambo ya ujinga ya mwaka wa 2025 wachana nayo. Hiyo ni maneno ya Muthoni wa Kirumba pale akijaribu kuzungumzia na kumwelezea nani? Kumwelezea Dama wa Damaris Mobile Spec akijaribu kuelezea Muthoni wa Kirumba pale. Na guys, hizi vita si ati zimeisha, tunajua zinaendelea pale, lakini silence is the best medicine. Muthoni wa Kirumba ama Baby Top hakuna mahali amezungumza, amenyamaza na kuonyesha ukuu ama uzima wake mahali ambapo ulipo, umaturity yake mahali ambapo ilivyo pale. Na nataka kuambia kwamba kama kweli huyu mtu hangekuwa na nia mbaya, hangefuta hizo post alikuwa ameposti pale. Wanja Nyarari alipopost akaona Wakenya wameweza kusimama na Muthoni wa Kirumba, aliweza pull down the post, aliweza kuifuta pale bila anasahau ya kwamba this lady ni blessed lady bwana. Huyu aka Baby Top Muthoni wa Kirumba, huyu mtu ni favored, highly favored. Sijui kama mmekuwa mkiona pale mikutano zenye amekuwa akienda zote pale, akitembea hivi unaona watu, kila mtu anataka tu amkaribie aweze kuona who is this Muthoni wa Kirumba. She is a very favored woman, mwanamke ambaye ako na favor kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu pale. Wengi wanajaribu kumpiga, wengine wanamtumania hapa hivi vita apigwe vita, lakini hawatamweza. Kumbuka she is very influential. Ni mtu ambaye ni influential tu kabisa, hamwezani na yeye. So hivyo ndivyo kulivyo guys. Make sure umeweza kusubscribe hapa hivi kwa Anikana Show, kwa sababu bado tunaendelea kuwaletea mengi ambayo yamejificha, nasi tunaendelea kuwafunulia na kuambia pia na nyinyi mkapate kufahamu. Hatuwezi kunyamaza tunaposikia mambo yakiendelea chini ya maji bila nyinyi kujua, lazima tuweze kuwajuza.